Mimi kwa gisi ninavyojua kuna mahusiano step 3. Jamani, ati kufundana kwamba anamkagua kama ni mke sahihi au vipi. Jamani, akishafika nyumbani kwenye zile kuku days ndo amekuwa fiancé, yani mchumba. Najua ulinijua kabla hujaniumba, sina shaka na wewe Mungu, kwako niko salama. Ninajua ulinijua kabla hujaniumba, sina shaka na wewe Mungu, kwako niko salama. Karibu tena kwenye RMG Podcast. Uko nami hapa host wenu wa leo, Esther J. Kwa jina maarufu niite Cutie Girl, Malawian Girl. Leo hapa niko na mgeni wetu ambaye tutakuwa na mada nzuri sana ambayo tutakwenda kugusia kuhusiana na imani pamoja na mahusiano. Karibu sana kaka. Okay. Mimi jina yangu ni Elisha. Jina ya famous bananita Son of Light. Son of Light. Wow. Kwa hiyo mimi nitatumia sana Son of Light kuliko Elisha, sababu ndio jina maarufu ambayo inajulikana zaidi. Kwa hiyo kaka, sijui umejipangaje na podcast ya leo? Upo tayari? Yeah. Okay. Yeah. Okay, sawa kaka, karibu tena. Kama unavyoiona, hii ni RMG Podcast na leo kama nilivyoongea tutakuwa na mada nzuri sana ambayo itagusia mahusiano na imani pia. Kwa hiyo kaka, ningelipenda uelezee sana kwanza umuhimu wa imani katika maisha yako. Okay. Umuhimu wa imani kwenye maisha yangu, I think taongea vya mingi bali kidogo. Kwanza nijue uko imani gani? Kristo, Muislamu au? Wewe ni Mkristo bwana. Wafikiri nani? Mkristo. Kwa hiyo umuhimu wa Ukristo kwenye maisha yako. Yes, of course. Umuhimu wa Ukristo kwenye maisha yangu. Taratibu ni nini? Hapa ni sehemu salama. Yeah, so ni advantage sana kubwa kwa Mkristo. Okay. Sababu uko na maisha, yani uko na hope kwenye maisha yako. Okay. So unajua after maisha yenye tuko nayo kuna maisha tena mengine ya kesho. So ambayo kila kiumbe chochote kenye kilizaliwa na mwanamke kitenda kuyaishi. Okay. Sawa. So umuhimu kwangu mimi ni kumupa Yesu Kristo maisha yangu. Amena. Jamani, huyu kaka ametuelezea kwamba kuna maisha ambayo point ambayo nimechukua hapo ya msingi ni kwamba kuna maisha mengine baada ya haya. Niweze nikajua una kipaji gani au kazi gani unayoifanya katika maisha yako ya Ukristo? Kiukweli mimi nina vipaji vingi sana. Unaweza kutuambia kimoja au viwili? Yeah, naweza kuambia kipaji cha kwanza mimi ni mwimbaji. Wow. Wow. Pia kipaji cha pili mimi ni mtu wa kusaidia watu ambao wajiwezi. Wow. Jamani, yeye amesema anasaidia watu ambao wajiwezi, lakini nitakwenda kujikita sana zaidi kuhusiana na safari yako ya uimbaji. Ulianza lini safari yako ya uimbaji? Safari yangu ya uimbaji ilianza zamani sana. Okay, unaweza kutuambia labda lini? Wakati nilikuwa mdogo. Siwezi nika guess, but wakati nilikuwa mdogo like 5 years. 5 years? Yeah, 5 years I think nilikuwa naimba. You know, Sunday school wazazi walikuwa napenda kupeleka sana. Okay. So huko ndio kulazia like talent yangu, nilikuwa naimba. So nilikuwa nakomea na ile vibe ya kuimba until when nilikuwa mtu mkubwa, nikaanza career ya kuimba. Okay. Na nini hasa ilikuvutia? Okay, sitaki kuongelea sana kwa wakati ungali mtoto mdogo. Nataka nijue kwamba nini hasa wakati ushakuwa mtu mzima, nini hasa ilikuvutia ukasema kwamba nahitajika nianze kumwimbia Mungu? Okay. Ilikuwa ni mwito. Wito. Yeah, ilikuwa ni wito sababu unajua ukishapewa kitu kikwa ndani yako, yani kinakuweka uncomfortable.
Yeah. Yaani ulikuwa na wito wa kuimbia Mungu. Yeah. Wow, that's great. Yaani tofauti na wito hakuna kitu kingine labda ambayo ulijihisi labda pesa. Kuna wasanii wengine wanaimba sababu ya pesa, kama vile wasanii wa Kikristo wa kidunia wanaimba sababu ya kupata kipato. Labda wewe ulikuwa tofauti? Ya kwangu mimi iko tofauti. Sababu nikisema pesa, unajua pesa zinaisha. Pesa hizo. Yeah. Yaani uliitwa. Pesa hizo. Nikisema pesa zinaisha. Unajua sasa mwito haudipendi na pesa. Ya mwito unakuja hata kama una na pesa. Okay, Papa, ninakusikia uliitwa. Kwa hiyo unaweza tupatia kionjo kidogo tu cha wimbo unaoupenda? Yeah. Tupe kionjo kidogo tu, kionjo kidogo kama tupige mashamshamu bwana. Tupe kionjo kidogo tu cha wimbo unaoupenda. Tupe vibwagizo. Kwanza utuambie unaitwaje, then utipatie kadogo tu. Yeah, na hivi ushatunga nyimbo ngapi toka uanze muziki? Nimeshatunga nyimbo nyingi sana. Lakini hiyo ndio ya kwanza wewe umeanza kutoa? Yeah, nimeshatunga nyimbo nyingi sana lakini nimeshatoa wimbo mmoja. Huo wimbo ambao umetoa ndio wimbo ambao unaupenda sana? Ndio. That's why ulikuwa wa kwanza kutoa. Wow. Yeah. Tuambie ujumbe wa kwenye nyimbo hiyo ambao umeitoa. Ujumbe, yani ule ujumbe ambao umetoa kwa ajili ya watu. Okay, ujumbe ambao nimeutoa kwa wimbo au ujumbe ambao nauleta kwa mbele ya watu ni kuambia watu gisi Mungu ameyatoa maisha yangu chini. Yeah, na kuyafikisha gisi alivyo. Atumagie vitu basi tusikie mambo mazuri. Tusikie kadogo tu. Haya basi. Waliza nitakufa, kumbe wayuluye kwa nani kombania ile saba nachoka. Wanaanza na mimi haikuwa rahisi. Mwenzenu ni kama naota ndoto from zero to hero. Munyache nifurahi na mimi. Ninajua ulinijua kabla hujaniumba. Sina shaka na wewe Mungu, kwako niko salama. Ninajua ulinijua kabla hujaniumba. Sina shaka na wewe Mungu, kwako niko salama. Kitu moja Bwana kinachohitaji moyo wangu, upigane nao wanaopigana na mimi. Upigane nao wanaopigana na mimi. Jamani, nimeipenda kwa kweli. Umepiga vizuri kabisa. Yani unaimba vizuri sana. Mimi nikiri hata watazamaji wameikubali kitu. Jamani, mnaonaje hiki kitu jamani? Binafsi mimi nakupatia hongera sababu hiyo message ambayo umeimba ni nzuri and ni nyimbo ambayo inaonyesha ushindi, right? Na nimeipenda kwa kweli. Hongera. Asante. Okay, tumeshajua kidogo kuhusiana na maisha yako ya muziki ambao umesema kwamba ni wito umeitwa, na ni kweli umeitwa kaka. Hongera. Asante. Ningependa kujua kidogo unaendesha vipi maisha yako ya kawaida na maisha yako ya muziki? Hapo nataka kumaanisha kwamba maisha yako labda sijui una familia, labda umeshaoa? Bado. Una mpenzi? Wapenzi wapo hawaongei hao. Kama una mpenzi feel free kaka, jisikia huru. Kama una mpenzi wapenzi wapo ila waongei hao. Sasa hapo ni shida hapo sasa. Shida vipi bwana, kufunga vizuri bwana. Jamani, mpenzi wake. Upendwi. Anampenda bana. Wewe ni mchonganishi. Tuambie bana. Ameshindwa kumtaja. Atamtaja taratibu. Okay, atataja jina. Tunataka tu tuambie kwamba ni naye au sina. Yupo bwana, najua yupo. Okay. Tumeingia sana kwenye personal issues. No. You're good. You're good. Swali nini tena? Jamani. Mpenzi yupo. Uko kwenye mahusiano? Uko kwenye mahusiano? Okay. Ninaongea na mtu. Nilikwambia bwana. Ninaongea na mtu. Yaani hamjapendana? Si unajua tukisema tunapendana hapo tena haraka sana.
Why? You know why? Because unajua kupenda mtu au kupendana ni ile, unajua kama mnaishi na mtu for a long time. Unaona? Ndio kama vile hausani na huyo mtu wako. Mimi kwa gisi ninavyojua kuna mahusiano step 3. Okay. Sawa. Kuna ile tunaita boyfriend and girlfriend, ndio wale ambao tunakuwa bado hatujakuwa officially. Yaani tukiwa tunaanza tu kuongea. That's girlfriend na boyfriend. Akishafika nyumbani kuna zile kuku days, sijui ndio amekuwa fiancé. Yaani mchumba. Akija kunitolea mahari ndio amekuwa mume. Sasa wako kwenye stage gani? Okay, so hapa stage yenyewe niko ni ya kufundana kwanza. Jamani, ati kufundana kwamba anamkagua kama ni mke sahihi au vipi? Jamani, ani huyo mke ani hata kuweka kwenye stage ya girlfriend jamani. Sasa huyo mtu wako ambao unaongea naye hivi haoni changamoto akiona wewe kwenye mambo yako ya muziki? Naona I think I understand because you know hii kazi inatukutanisha na watu wa mingi. Lakini ushajaribu kuongea naye kuhusu hilo swala? Unajua kwanza kilitukutanisha ni muziki. Wow. Muziki ndio ilifanya kama tuko yaani my first time kuongea naye ilikuwa ni muziki. Alipenda muziki wako? Alipenda muziki wangu, alipenda muziki wangu. Sasa kwenye hapo muziki hapo sasa kutoka na mambo sasa muziki mwingine sasa. Yaani mlianzia muziki. Safari yenu ilianzia kwenye muziki. Okay, mimi ningependa kujua kitu. Kitu ambacho ningependa ukijue ni kwamba mmeweza vipi? Najua kama mlikutanishwa kwa muziki, yani na yeye ni mwimbaji, right? Na yeye ni mwimbaji. Sasa mmeweza vipi kuchanga hivyo vitu viwili? Muziki na mahusiano. Changamoto hapo labda ilikuwa nini na mmewezaje? Okay, tumewezaje? Unajua tapenda kwanza kusema mzuri pale. Question yako. Unajua sio kama tumejikuta kwenye industry ya muziki sisi wote tuna perform. No. Like aliona clip yangu ya muziki, unajua? Alafu akacomment. Jamani hizo comments kama zilikuwaje? Jamani ndio inatoka mbali. Yaani hadi watu waje kuoana ni hatari sasa. Unajua kila relationship ina mwanzo. Tunaweza tukakutana soko, tunaweza tukakutana kanisa na tunaweza kukutana social media. Kwa hiyo comments ilienda kujiongeza akilini. Mimi mwanamke. So hiyo comment niliona sikuwa cause me. Ukaona kama vile anakuita. Cause before you know me before nijibu comment ya mwanamke naendaka kwanza kwenye account yake. Naangalia kwanza namkagua yani. Ndio na look anakuisha. Comment tu hiyo. Mimi sasa comment kwa vitu vyako. Asije akanikagua. So you know what, because nilifanya hivyo because nilikuwa natafuta mtu. Okay. Nilikuwa natafuta mtu and nilikuwa so interested and nikakuta ni mtoto kabisa ashatulia. Unajua naongea naye heshima. Tulichukua like time tufundane mimi naye. So hapa kwanza yani tuko mstep kwanza you know ameshanijua, nimeshamjua but hayakuwa official like everybody anaweza kumjua for now. Niko naongea naye. Sasa changamoto ilikuwa nini kusema umfikie huyo mtu kutoka kwenye comment hadi umfikie umwambie kwamba dada ndo hivi neno I love you bwana. Neno I love you. Yani uliwezaje? Niliwezaje? Sababu tukumbuke ulituanzia kwenye comments, right? Sasa kusema tufikie hapo, kwa hiyo stage ambayo unaisema wewe tunafundana. Okay. So unajua sisi wanaume tunapaka like tuko wapole sana. Unaanza kucheka jamani. Sisi wanaume tunapaka wapole. Unaona wakati tunaokuwa kwa mwanamke iko na depend na jinsi mwanamke anakaa. So mwanamke alikuwa kwangu kama vile you know mtulivu. You know, after that na mimi nikaingia kwa ule utulivu wake. Alafu mwisho nikamuuliza vipi? Una mtu? Akasema hapana sina mtu.
Okay, sawa basi. Tunaweza kujuana sasa, hamna shida. So tuanza kuongea. The more tuko naongea, the more mambo ingine iko nenda na sisi until mwisho kutoka ile neno I'm interested on you. Okay, hiyo ndio ilikuwa safari yenu. Kwa hiyo dada, nikupe hongera kwa comments, uwe na comment zaidi. Shapendwa. Hata kama hatukufahamu wewe ni nani, lakini huko bwana umedatisha. Ametuima uondo jamani. Sio tuchajie hata jina. Watu wa media. Okay, tukumbushane tena, leo tuko RMG Podcast na leo tuko kwenye mada yetu nzuri kabisa. Ni mada yetu inahusiana na imani pamoja na mahusiano. Na hapa kaka yetu Son of the Light ndo mgeni wetu rasmi. Pia niko hapa na Ida Mami pamoja na RMG mwenyewe. Remika Gospel. Okay, kaka, tumeshasikia kwenye maisha yako ya mahusiano pamoja na mziki wako na girlfriend wako gisi mlivyokutana. Kwa hiyo nitapenda utuambie zaidi sana. Tips gani ambazo unazitumia zaidi sana kwa kulinda mahusiano yenu na mziki? Sababu unajua mapenzi yana vitu vingi na mziki ambao unaofanya wewe ni mziki wa Kikristo. Na huko vitu ambavyo haviruhusiwi wa Kristo kufanya. Na kutuja kuangalia kwa generation sasa hivi, Gen Z sasa hivi ina mambo mengi sana. Unalindaje hasa imani yako pamoja na mahusiano yako? Hapo niwe wazi sababu mimi ni kijana na wewe ni kijana. Vijana sasa hivi tuna wale mambo mengi nini kwenye nyumba ya mwanaume, tu sex, tufanye nini? Tuonane. Nimekumisi. Sijui nini. Hizo mambo zipo sana. Hiyo mambo tunataka tuelewe. Jamani. Kwanza yupo state au ni wa hapa? So Jamaa ameshika kinoma yani. Yeah. Anaelewa. Gotcha. Mimi nakusikia. So, unaona kitu cha kwanza ambacho mtu anahitaji kwanza. I know kila mtu ni mdhaifu. Ndio. Kila mtu ni mdhaifu na siwezi kusema like niko so special, right? So mimi sina so special. But kuko the way ya kujichunga wewe mwenyewe na mtu wako. Unaona? So, njia ya kujichunga wewe na mtu wako ni kama unaona kumaongezi, right? Kama every day you are talking every day about sex. Moyo ya kusema every day mtaanza kukutana mtaanza nguka. Wow. Yeah. Kwa hiyo unatushauri kwamba tusiwe tunaongea na waume zetu, hapana waume, boyfriend zetu. Tunaongea nao mambo ya sex. Yeah. Like, you know, it makes sense when a girlfriend wako mkiingia every day kwa phone. Hamwezi kukosa neno, yani sex. You know, kuongelea ile issue. No. Kuna maisha after the sex. Yes. Kuna vitu vya kuongelea after the sex. So no. So mambo ni mengi. So every day kama mko naongea na fiancé wako na girlfriend wako, mjue ya kusema mko na vya mingi venyewe mnapaswa kufocus. Sex ni kitu cha 5 minutes. Unaona? But huko vingine ma business, you guys you have to focus. So njoo vile vitu venye vinafanyaka hata kama mko naishi same state, hamwezi hata kama mnakutana mko na nguka kila siku. Yani huyo binti ni wa hapa state hapa. Sasa nataka niulize hivi, ushawahi kuonana hivi? Yeah. Tumeshawahi kuonana lakini I think wakati tulionana hatukuwa na date wala hatukuwa na juana. Aliniona mimi sikumuona. No, aliniona mimi sikumuona. You know, cause mina you know kama uko naimba, right? Uko kumbele. Stage. Yeah, so mtu eko. Anaweza kukuona usimuone. Hata service ikaisha, utampita atakapokuambia ule kaka asalimianake. Ijapokuwa yeye alikuwa na wao kumuona. Okay. Yeah, so ilikuwa ni hivyo. So tumeshakutanaka lakini hatuanza kuongea naye. That's great. Yeah, ni pesa. Ya swali yake kwanza niongezee hapo. Tokea mlianza mahusiano mwisho ya kukutana? Ndo. Hapana. Yeah, because iko relationship yetu ni new. Ni mpya bado. Yeah. Bado wabichi. Kwa hiyo unatuambia kwamba tukitaka kuyaweza hayo mahusiano au kuyaepuka lazima tuache kwanza kuongea mambo ya sex kwenye simu. Yeah. Okay. Like it's cool like iko ndio main point. Yeah, yenyewe. Yeah, hiyo ipo watu wengi wanafanya hivyo. Unajua
sana afu wasiwasi kwa nini wanaume ongea. Right, that's why nilikuwa nasema like siwezi nika condemn bale wanafanyaka, but the only way maybe ya kusaidia ba youth basikuwe naanguka mwale mabitu ni everyday kama mind yako mko na communicate about sex every day. How I miss you. Unanimiss? Nimekumisi. Utaambiaje wenzako kule wanaume wanaokuangalia kuhusu hilo swala la kwamba kila mara yeye anataka kuongea nimekumisi. Nimekumisi, unajua kasura kako, macho yako nitakacho mimi washauri ni nini? Wanapaswa kujua kama sex inaleta umaskini. Yeah. Sex inaleta ni kweli? Yeah. Yeah. Asa tunaweza atufungie vizuri tuelewe. Yeah. Tunaweza kukuzia lakini sex nje ya ndoa inaleta umaskini. Wow. Nataka kumaanisha kwamba yani haujui yule mwanamke ambaye utatembea naye kimwili ana nyota gani. Yeah. Sababu unaweza kuwa girlfriend wangu lakini sitakuoa kesho. So sex ni nafsi na nafsi kuna share. Yeah. So mimi nakupa chako, wewe unanipa chako. Sasa bahati mbaya kama wewe utakuwa na lana, yani ile yote lana yako mimi wewe unaniletea mimi. Na mimi tunashare kitu. Yeah, so kila mtu tunafanya communication, yani exchange. Nakupa na wewe unanipa. Yeah, so vijana waachio. Sex ni kitu kizuri sana, lakini bale beko na kifanya nje ya ndoa inakuwaka na consequences. That's why unaonaka kutatoka mimba, magonjwa, masikini vile vile huko. That's why nasema kama mtu anapatiana mimba na hajajipanga, unaonaka hata kama uko hapa Marekani kuna kuwaka ile pressure ya maisha. Pesa huko unapata ndio, lakini pesa huko unazitumikia mtu mwingine. Yeah. So, bachi. Okay, vijana ambao wanatuangalia sasa hivi kwenye mahusiano, mtulie. Jamani, mtulie. Sex inaita nini? Umaskini. Alafu wanakuwa na tabia ya hawadeti mwanamke mmoja. Mna date sana jamani. Yeah. Anawaambia wenzenu mtulie. Sio kwamba tunadeti sana bwana. Yeye ni agizo pia. Agizo gani? Sio kama kutuonea bwana, mimi niko hapa, mimi mwanaume kwanza. Alafu inaniuma mkisema hivyo. Sasa unajua don't condemn only men. Yes. Sababu unajua kwa sasa hivi generation isharibika, you know. Mwanaume unaweza kujiheshimia. Ukaambia mwanamke napenda siku ya mimi kujua wewe. Ni siku tutaoana. Ba mwanamke kama akili yake haimwambie kama wewe utamuoa. Sawa? Atakuona kama wako mwanaume mwenyewe hauna nguvu. Kweli. Lakini hiyo kitu ni kweli. Mimi nishawahi shuhudia, sitosema, yani nishasikia kwamba kuna mtu anasema kwamba mimi na ni mwanamke anasema kwamba mimi siwezi kuolewa na mwanaume ambaye sijaona experience. Ana uwezo gani? Yes, ana uwezo gani wa lakini unajua mambo mengine, ukienda sokoni kununua kiatu lazima upime. Au wenyewe mmesemaje? Ukienda sokoni kununua kiatu, kwa nini unakileta hivyo hivyo? Swali tuulizane jamani, watu mnayotuangalia mnayotuzunguka. Ukienda sokoni kununua kiatu, unakileta nyumbani bila kupima? Kwa wengine ambao wameshajua namba, hawajaishi kupima bwana. Namba hiyo okay. Sasa unajuaje? Nimezaliwa nimejua namba yangu. Ile namba 4 ni hiyo namba 4. Okay. Jamani, kwa mada ya leo nimefurahi sana. Kwa hiyo kaka, unaweza kutuambia nini au unaweza kuambia nini wa vijana ambao labda wanahitaji au wana haja nao ya kwanza kuimba? Kuna mtu ambaye yuko kule nje anaweza kuwa kuna kipaji lakini anaishia tu kuimbia labda mabarabarani, anaishia tu kuimbia sijui mu Sunday school, lakini akia kuchipuka anataka aanze kuimba lakini kuna kitu kinamzuia. Sijui unaweza kuwashauri nini? Mie kenye mimi naweza kushauria benzangu wale wenyewe beko na nisikia uko na kipaji Mungu alikupatia. Kitu kenye mimi naweza kumwambia ni
hakuna mtu wa kwanza atakaye kusupport kama zaidi yako mwenyewe. Sababu usichunge mtu mwingine akuinue juu kama wewe mwenyewe haujipatie moyo, si ndio? Okay. Yeah. So do what you can do until watu wafike mlevel ya kukusikia. Unajua. So anaweza kuwa kunaimba barabarani, anaweza kuwa kunaimba wapi, lakini keep your dream. Keep your dream. Yani try mafasi ya kuachana. Unaweza kwenda huku, unaimba mubaya, wanakucheka, never give up. Okay. Acha pale, sababu maisha ya muziki kuko challenges za mingi sana. Because maisha ya leo muziki tushakuwa batu ba mingi sana. Batu ni ba mingi wale wanaimba. Mie kwanza batu banijui. But I'm still keeping my dream. So niko natumika nguvu. Unaona? Discipline yangu. Yeah. That's all. So baki keep discipline na kujipatia roho nguvu. Yeah, I think Mungu anaweza kuwasaidia. Okay, yani wakaka mnao labda hata wadada, sio wakaka tu jamani, hata wadada wanaotaka kufanya maisha ya muziki, kwa hiyo wajipatie moyo. Yeah. Wajipe moyo na wajiamini kwamba wanaweza, right? Ndio. Vipi sasa tuambie in general maisha yako, utatushauri nini hasa? Utashauri nini vijana ambao labda wana maisha ya mahusiano pamoja na maisha ya Kikristo au ya imani? Utatushauri nini sasa sisi vijana wenzako? Mimi naweza kumshauri hivi, maisha ya mahusiano ya relationship life, right? Na maisha ya muziki, music life. Naweza kuisema ango mbili. Unajua, mimi naweza kuisema two times. So ukipenda kuwa na mtu kwenye maisha ya muziki, kuwa na mtu mwenye atakusupport. Yeah, kuwa na mtu mwenye atakusupport. Unajua, cause ukikuwa kwenye maisha ya muziki na hauna na mtu mwenye kuna kusupport, your music will go down. Wow. Yeah, cause ukiingia kwa maisha ya music, unajua sema kwa kesho utakuwa famous. A lot of people they're gonna pay attention on you. You know? Okay. A lot of people they're gonna pay attention on you, which means bibi yako au mume wako, right? Kama yuko bwifu sana na wewe, atakufanya ile kipaji chako inashuka. Yeah. Okay. Hivi changamoto gani ambazo zinakukuta kuhusu maisha yako ya muziki? Unajua mtu akiwa anafanya kitu hasa hicho kitu cha nyimbo za Injili, ya lazima akutane na changamoto nyingi. Yeah. Changamoto gani ambazo zinakusumbua sana au ambazo unakutana nazo? Changamoto kwanza taisema hivi, inaanzia kwanza kwa kiroho. So unajua vita iko, shetani hapendi kisi tuko namwambia Mungu, unajua. Kisha cha pili, changamoto ambayo kama mie Azmi Elisha yenye niko nayo nina mimbo mingi sana, lakini nakosewa studio, a good studio yenye inaweza kutoa mimbo. Yeah, so ile ni changamoto ya pili. Kisha changamoto ya tatu ambayo niko nayo ni watu wapende style yangu. Style life. Kivipi yani hiyo style life? Style life au style ya muziki? No, style life yangu ya kuishi. Like kuvala, like uko navala kama vile mtu wa dunia. Oh, okay. You know? So, yani muonekano kama vile msanii wa Injili msanii dunia. Muonekano wangu, like you know, if uko navala njoo vile bafali banavalaka. You know? So ile ni changamoto, hiyo ni challenge yangu kwangu mimi. Sasa hiyo inakwambia nini wewe kama wewe? So, kama mimi nasemaga kila siku siwezi nikafurahisha watu kisha simfurahishi Mungu. Okay. So unajua cha kwanza wewe ni changamoto kubwa kuacha hiyo style yako. Kwangu mimi sio changamoto kubwa kama ndio kisi Mungu anapenda. Lakini ikikuwa wao wanapenda sio changamoto. Itakuwa changamoto kama ni Mungu ananiambia kama Elisha acha. Ndio maana wanasema kwamba Mungu angalia mavazi. Unajua anaangalia moyo wa mtu. Moyo wa mtu. Yeah, sababu na ukikuta wote hao wenye kusema hivyo ni ma African parents. Wenye tulitoka nao ya African parents. So kuwajibu siwezi wajibu, lakini ni heshima tu.
you know. Unajua hata na mimi nakuga na hii swali. Ani Mkristo. Unajua okay, mimi mwenyewe ninayo mifano, right? Yeah. Mimi niko Mkristo. Sawa. Mimi ni mtumishi, ninasoma Biblia ndani ya kanisa. Yeah. Sasa, unajua kuna mtu anakuwa anakuapproach, anakuambia tu, dada umeweka kucha, sijui unaweka kope. Jamani, unajua okay, nitakwenda kuuliza hata watazamaji wetu ambao tupo nao live watakwenda kutusaidia pia. Kama utakuwa na swali au utakuwa na jibu, unaweza kutusaidia. Dondosha comment pale. Kama tunavyojua tuko RMG Podcast. Swali yangu ni kusema kwamba hivi hasa Mkristo au mtumishi anastahili hasa kuvaa nini? Unajua mimi hizo vitu nanichanganyaga. Unataka kufanya kitu lakini unakuwa unashushwa na watu, wanakuambia kwamba umevaa hivi, sijui unaweka kope, unaweka nywele, sijui mambo mengi unatakiwa ufanyeje, uvaeje. Watu wakielewa kwamba wewe unaenda kanisani wanataka ufanane kanisa. Kanisa kivipi? Kanisa okay. Inatakiwa usiweke wigi, inatakiwa usiweke kucha, inatakiwa usiweke makope bandia, yani inatakiwa uvae nguo za heshima. Ndio pale ambapo wataelewa kwamba ndio wanasema Wakristo wa kweli wanaonekana kwa mitazamo, yani wakikuangalia tu. Okay, mimi kwenye nguo, kwa swala la nguo mimi sivagi nguo fupi. Mimi sivagi nguo fupi, no sivagi. But unajua okay, kwenye appearance kama vile alivyosema kaka yetu hapa. Kwa hiyo wanamwambia kwamba ushakutana na hayo mambo ya kwamba mtu anakuambia. Yeah, nimeshawahi kukutana na mtu ameniambia kwamba ndio unafanya vizuri lakini ujitahidi. Sijui unajua ile kuongea ile. Ulimjibuje wewe? Nitamjibuje kwa? Sasa kitu kingine, unajua kitu kingine ambacho watu wanajisahau. Sema hiyo. Hakuna mtu mwenye kujua mind. Unajua? Hakuna mtu mwenye kujua Mungu anapenda nini, Mungu hapendi nini. Because you know style yote ya mavazi yenye tuko na vala leo ni watu ndio walitupatia. Hivyo ni vitu vya dunia, lakini kuna watu wanazungumza na Mungu. Right, I know. Na kuna watu wanajua kwamba Mungu hapendi hiki, Mungu hapendi hiki. Right. So now acha sasa niseme bidada. Kama kweli Mungu hapendi hiki, twende tu hapo. Tunajua kama kuvala nguo ya mfupi ni dhambi, si ndio? Ndio. Mwanamke hawezi kuvala nguo ya mfupi like kuna kuacha mwili wazi, hiyo ni dhambi. Okay. But kuna kuwaka like hiyo banasemaka like beko na kufanya uwe mwanamke uanze kulook dirty. You know? Uko naonekana buchafu. Yaani wanapenda hasa ukikuwa Mkristo na ndo unaanza kuonekana uchafu. Unaanza kuonekana. Yaani hivyo ndo nataka Ida atanijibu hapa. Sababu Ida ndo ametuambia kwa tufanane kanisa, right? Kanisa linafananaje? Sio kwamba hadi wewe mchafu. Sio kwamba ukikuwa kwenye kanisa ndo unakuwa. Sasa wewe unakuwa mchafu kivipi kwanza? Si ndio umesema tufanane kanisa? Labda tujifananishe, sijui matambara yale, sijui vitambaa kama hapa. Sio hadi uvae hivyo. Labda sasa bisielewi hapo. Kama vile alivyosema kaka hapa. Sasa nataka unajua kuna watu wengine wanakuwa wanafikiria labda utavaa okay, kama utaweza kuishi na zile kanzu kama vile za Yesu. Naamini kwamba usafi sio wa kuonekana. Right. Yeah, usafi ni wa ndani. Lakini sasa kuna vitu vingine ambavyo utakiwa kuvifanya kama hivi. Yeah, so uko ndio uko challenge. Unaona, uko ndio uko challenge. That's why I told you like siwezi kufanya kitu. Challenge yangu kubwa mimi ni sikuwa ni kama Mungu afurahie na kimi niko nafanya, lakini kama ni watu wa dunia amna, unaweza kuvaa nguo za kidunia kama hivyo lakini usipige debe. Unapiga debe? Oh no. Sasa ile nasema like ile ni kama vile nasema mwanamke hauwezi kuvala, you know, hauwezi tembea una na manguo. Yeah. Wanataka unavaa kama kangarei hapo. Yeah, no. Mbaya. Mashauri sana. Hata mimi ndio kwa mfano sasa. Wewe ndio unatambulisha kama wanaamini kwamba okay, pale kuna mwinjilisti. Sasa bale venye kusema mambo ya kuvala. Basha kusemea kama mambo ya kompyuta. Kompyuta kivipi? Tumikisha kompyuta ni zambi. Hapana. Matumizi. Sasa kutumikisha simu
Sio dhambi. Ukitumia vibaya lakini ni dhambi. Nauliza. Sababu mazuri mabaya utayapiga pamoja. Nauliza hivi kutumikisha kompyuta ni dhambi? Hapana. Swali fupi. Sio dhambi. Sasa kwa nini nywele inakuwa dhambi? Nategemea na alivyochukulia mwenyewe. Kama mimi siwezi kasi. Sasa utasemaje hapo? Dhambi zipo lakini. Thank you. Na zinaishi. Mimi niseme tu kwa labda kwa gisi mimi naona ni kwamba kila kitu ukifanya vibaya au ukizidisha ndio vibaya, yani ndio dhambi. Too much is poison. Hata simu nayo, simu ni nzuri ila ukiitumia vibaya ndio inakuwa dhambi. Kompyuta hivyo ndio hivyo. Kwa hiyo ambao wanahitaji labda kuanzisha safari ya uimbaji wala kuanzisha safari ya utumishi wasishushwe chini kisa watu wanaongea, huyu anavaa vibaya, huyu unajua Mungu ndio anakuwa anabadilisha mtu. Mungu unaweza kuwa leo unavaa hivi akakwambia like mimi nina story ya maisha na naambia kila mtu. Me when I was nilikuwa secondary nilikuwa sivagi nguo ndefu. Nilikuwa sivagi nguo ndefu. Ila nilivyotoka tu secondary mpaka sasa hivi wewe kuniambia nivae hata nguo kuacha kisigino. Hata hii miguu ya chini siwezi nikayaonesha. Sababu gani? Ndo yani tu nimebadilika kiifo. Kwa hiyo Mungu akikubadilisha mwenyewe atakwambia, unajua kuna mtu anaanzaga huduma anaweka wigi, anaweka sijui kucha, lakini kufuatana na huduma yake anayoifanya Mungu anamwambia kuanzia leo sitaki uweke hivyo vitu. Na unaacha tu. Yaani nikiamini unavyotaka kumaanisha hapo nasubiri Mungu akwambie kwamba uache kuweka. Mungu akiniambia Esther kuanzia leo sitaki kukuona jamani. Na ndio hivyo sitoweka sababu siwezi pingana na Mungu. Cha kusema tu ni kwamba tusio tunawajaji watu kwa muonekano wa nje. Anatumia watu. Anatumia ndio watu na maono. Sisi watu ndio sisi sasa. Si maono. Nataka nione maono. Nataka nione maono, anataka kwenye ndoto. Na kama unataka kuone maono, yani wewe unaamini kwamba unaonaga maono. Ndio. Okay. Anionyeshe maono, anataka kwenye ndoto wewe bana. Esther fanya hivi. Ndio vile mimi napenda. Sio tu mtu akuja zake tu anajisikia kama Ida hapa. Kama Ida tu kwa jina hapa. Mimi nataka nirudie nyuma kidogo. Kuna maswali ya pale ya mpenzi wako. Fanya challenge kidogo au tumpigie simu je atakubali kweli? No, siwasemi sitaki kumtaja. So nataka tumpigie simu hapa tusikie sauti yake. Mimi nataka turudie nyuma kidogo huko. Mimi nipe namba zake tumpigie. Mpe ile mami namba mpigie. Anakupenda au vipi? Unajua lazima tujue kama anakupenda, lazima atujue leo. Mimi nitazungumza naye hapa na mwambie kwamba hapa tunampenda. Hebu kabidhi sister Juice hapo, mpatie namba ya simu ampigie sasa hivi hapa. Nina mpenzi wako hapo. Sijui lakini kama yeye atakuwa huru kufanya hivyo. Naweza kufanya lakini unajua. Lakini nini bwana? Ni mtu wa sasa. Unajua Jambo salamu tu basi. Jamani. Tuta count na dakika ambayo atapokea simu. Kama atakao kupokea simu tutajua kama yuko busy labda. Yuko kazini. Akiwa yes. Chukua simu tumpigie. Lazima yeye bana mtakuwa. No. Ndio usimuulize wala simwambie. Hebu chukua namba, kama chukua namba ya mama. Chukua namba piga WhatsApp utapita. Chukua namba ya mama. Leta namba. Sio itaja, wataja namba hivyo online. Usitaje namba online. Wewe pitia namba tumpigie. Hapo tunampigia mpenzi wake tuhakikishe kwamba anampenda kweli. Waandikie na notify. No, si leta simu. Yaani mumpigie huko. Namba zingine tapigie kwa namba nyingine. Mimi naweka namba. Why sasa? Hapana jamani. Ana mashaka kweli. Jamani. Muamini. Mwanaume anapaswa kuwa muamini. Amini basi kama unapendwa. Hamna, unajua nini? Sisi wanawake tunastahili kuwa na uoga kidogo. Tungempigia tucheta sauti yake. Okay, wewe utaharibu nini mfano? Wewe unaona kama vile utaharibu. Kwanza ukumwambia kama leo utaingia interview. Ajui. Tufanye surprise. Jamani. Tumpige surprise kidogo japo dakika 2 tu. Ndio namba. Watu wengine bwana. Jamaa, okay basi. Unaweza kumwambia nini basi mpenzi wako hata kama labda atakuja kuona hii video? Unaweza kumwambia nini ujumbe kwa ajili yake labda? Unaangalia hata kule kama jamani mpenzi, unasikia aibu. Yaani hapo ni kali kweli.
So what is your question? Unaweza kumwambia nini mpenzi wako? Umekataa usimpigie simu, labda tungemjua, labda tungeongea naye, labda tungemtest, lakini kwa gisi au comfortable sawa. Lakini sasa unaweza kumwambia nini mpenzi wako? Labda akija kuona video utamwambia nini? Jua lake bwana. Jamani, nyota yake. Mashaallah. Jua la asubuhi. Jua la asubuhi. Anajua tosamina. Kaka susebe basi kwa nguvu. Unasema kama vile kama wewe uamini. Jamani umesukuma. Kwa vizuri kwanza. Kama wenzako kwa wanaume jamani. Anajua mimi nampenda. Unampenda? Yeah, namjali, you know. Yaani kuko siku moja akaniuliza why unapenda pay attention on me? Wow. You know? So nikamwambia like cause I love you. Wow! Jamani mpenzi popote hapo. Yasari. Rembo wetu unapendwa? Yeah, akaniambia vile. So unajua so kwenye eko napenda kama eko anacha ile mafieri. Ai jamani mafieri. Sijui kama tutasema anadeka hivi. Yeah. So anajua kama anaitwa nani sasa? Tuambie jina, tuambie unapendelea kumuita nani? Unamuita baby, mama, my love nani? Jina ambalo unapendelea sana kumuita mpenzi wako ni nini? Namuitaka baby. Babe. Yes. Kwa hiyo ujumbe sungetia babe. Kwa hiyo ujumbe sungetia babe. Sasa ndio iende vizuri. Babe. Wow! Okay. Tunaenda babe, tunaenda. Yeah. So baby, I love you so much. Wow. Yeah. The way you are the only one. Na nataka kuwakumbusha hata watu ambao wanaotutazama kwamba ikiwa na mahusiano yako ambao kidogo uyaelewi, hiyo kazi tunaifanya. Unakuja tunapatikana hapa Kansas City Missouri. Hiyo kazi tunaifanya. Tutafanya challenge hadi ataonekana kama anakupenda au hakupendi. Loyalty test. Yeah. Wow. Tutaifanya vizuri tena. Karibu Kansas City Missouri. Babe ameshasema kwamba baby wake anakupenda ijapokuwa hakutaka kuonesha kwa watu ni nani jina lake. Kwa hiyo ungali ndani ya siri. Tunashukuru sana kwa watazamaji wote kwa kutusikia, kwa kufuatilia podcast yetu kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na mada hii ilikuwa nzuri sana. Binafsi nimeipenda, ambayo kaka amejifungua sana kwa mengi kuhusiana na mahusiano, kuhusiana na imani yake, safari yake ya muziki, na pia kama hii safari au hii mahusiano yake ilikwenda kukugusa, unaweza katuandikia kwenye comment section. Unakwenda kumwambia nini kaka yetu kwenye maisha yake ya muziki, wala hata kwa kumshauri pia unamwambiaje. Kwa hiyo kwa wakati mwingine, ciao, let's clock it. Vile unajali maisha yangu unanishangaza kiukweli. Upendo wako ni mwingi baba, mimi nasema asante. Vile unajali maisha yangu unanishangaza kiukweli. Wewe upendo wako ni mwingi baba, mimi nasema asante. Mungu Baba Tikangana umelau na ngomba ya losambo pene nayo. Wewe tumeenda DRC Congo. Haleluya. Bwana mimi najua upendo wako kwangu hauna mwisho. Nikiangalia hali gani wapi kulo na nitosha. Bwana mimi najua ngapi hapa, asilimia ngapi hapa? Kionjo hicho. Niangalia vita ngapi mie ulinishindia. Bwana mimi najua upendo wako na wangu ni wa milele. Mungu Baba nikiangalia hali gani wapi kulo na nitosha. Bwana mimi najua upendo wako na wangu ni wa milele. Nikiangalia vitangapi mie unanishindia. You're my leader when I need you control. Tunaenda mjini Marekani sasa. Kikosa leo nanipa USA na enjoy. You're my leader when I need you control. You control.
Sasa leo nanipa, kesho na enjoy. Karibuni sana. Vitu vizuri viko RMG Boricast. Sana kasa siri vizuri. Wewe. Jamani, kuna vitu vingi sana vinakuja. Vitu vingi vinakuja. Maana nasikia ni beat ambayo hajaweza kuwekewa ngoma. Yaani tusubiri. Kama mkao wa kula, subiri ngoma inakuja. Son of Light from Kinshasa, Congo, mwana Congo, mwana mboka. Jamani, kama tulivyosema kuanzia mwanzo, hapa ni RMG Boricast, and hivi vitu ambavyo tumeviona hapa ni vitu vizuri na utaendelea kuzidi kufurahi pamoja na RMG Boricast. Ulikuwa nami host wenu ambaye ni Esther J, kwa jina maarufu niite Cutie Girl, Malawian Girl. Pia niko hapa na Ida Mami pamoja na Ray Mika, na tulikuwa na mgeni wetu hapa ambaye anaitwa Elisha, Son of the Light. Jamani, ili jina nimelipenda. Ukitaka mambo kama haya, tufuate, tunapatikana Missouri, Kansas City. Kama video hii imekugusa, nitaomba like yako, share na usubscribe. Bila kusahau kutufuata kwenye RMG Gospel TV. Tunapatikana YouTube. Karibu tena.